Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Asante sana. Amani ya Mungu iwe juu yenu. Nadhani hakuna siofahamu kama leo ni sikukuu ya kusherehekea miaka 3 tangu kijiji chetu kipate amani na kumtakia dua mtoto wa marehemu Zachiriku, kwa maana yeye ndiye alikuwa mzalendo wa kijiji chetu. Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Umoja ni nguvu! Umoja ni nguvu! Asante sana. Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Nguvu! Umoja ni nguvu! Nina furaha mno kwa maandalizi yenu wanakijiji. Kwa siku ya leo sina mengi ya kuzungumza zaidi ya kuwasisitiza na kuwakumbusha kuhusiana na uzalendo. Uzalendo ni nini? Cha kwanza, uzalendo ni kupenda kijiji chako. Cha pili, uzalendo ni mtu yule ambaye anafia katika kijiji chake kwa sababu ya kupenda kijiji chake. Cha tatu, usisubiri wa mbali aje kutengenezea kijiji chako bila wewe mwenyewe kujitengenezea nchi yako aiza kijiji chako. Huyo ndio uzalendo. Na wahenga walisema, usifikiri kijiji kitakutendea nini, bali wewe ndio ufikirie utatendea nini kijiji chako. James, njoo kidogo nikuulize. Unaniita mimi? Niambie, mbona watu wanapita hapa je, kumbe ile kuna nini? Aho, ina maana ujui? Leo hii tunasherehekea miaka 3 kijiji chetu kimepata amani. Na isitoshe mtoto wake na mzee Chiriku tunamtakia aishi maisha marefu sana. Unasema nini? Hivyo ulivyosikia. Mimi naenda hivi. Wana kijiji, kuna siri ambayo nilikuwa napenda niwaambie kwa siku ya leo. Maana ni miaka 19. Hiyo siri nimeweka moyoni mwangu. Kwa siku ya leo ningependa niwaambie naye. Mzee Chiriku marehemu, ambaye mnamtambua kama babangu, si babangu mzazi. Mimi ni yatima. Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Wanakijiji oye! Sina mengi ya kusema mbele yenu, isipokuwa kidole kimoja kama kivunji chawa, na sisimizi umoja hawezi akamfikisha enzi mahali popote. Wanakijiji, njependeleeni kwa pamoja, inueni mikono yenu ili tumuunge huyu mtoto mkono kwa kumuonesha kwamba sio yeye peke, kazi aliyoifanya inastahili apewe shukurani, na kumuonesha kwamba
Mnanifuatilia kimakini wana kijiji? Na kumuonesha kwamba tunamjali na kumuonesha kwamba sio yatima. Kwa hiyo inabidi tumpe zawadi. Hiyo zawadi ni ambayo tumejitolea sisi wanakijiji kwa pamoja. Imefundikiwa, ila atapoifunua najua kwamba atafurahi. Wanakijiji oye! Naomba mama uniletee zawadi. Kwa hiyo hii zawadi tunataka tuikupe. Naomba usimame ili uweze kupokea hii zawadi. Ni zawadi ambayo wanakijiji wote kwa pamoja tumeweza kuzawadia kwa ushujaa wako, kwa utendaji kazi wako uliokuwa bora. Na tena ujisikie kwamba wewe si yatima, tunakujali na tunakupenda sana. Baba, kwani mimi baba lakini? Kwani utakunipa haki yangu baba? Ikendeta baba, mbezi misi. Ngoti ngaloza imisi mwawe. Papa, pesa ngana fudi papa. Papa, pesa ngana fudi papa. Papa, pesa na fudi papa. Maana siwezi nikatawaliwa na siajani, lazima nilipize kisasi. Mwanangu, usitafadhali. Niko bega kwa bega na wewe. Usihuzunike. Na sipendi kuona chozi lako linavunjika pembezoni ya ngozi yako. Usilie. Kwa sababu wanatatizo wanakijiji nafahamu. Na ukumbuke upata kuja kusaidia. Usilie. Na sipendi kuona uso wako unakuwa na machozi. Na nitakupatia nguvu nyingi mwanangu, kwa sababu patakupiga babu yako. Usitoe machozi, inasababisha mimi mwenyewe naumia. Nakushukuru sana mzee wangu. Yaani bila nyinyi nadhani kijiji hakiwezi kuwepo. Yaani nakupongeza sana mzee wangu, umesababisha sote tukapata amani na sisi. Ni kweli yani. Lakini mimi sistaki kushukuriwa, lakini sifa hizo anazostahili kuzipewa ni shirika kuu ambaye amejitolea kwa mzalendo wa kijiji chetu, hususan na nchi nzima Burundi. Ndio anastahili sifa hizo. Mzee wangu, unaongea ni ukweli. Lakini nakumbuka mama wangu aliniambia kama kweli nchi imezaa inabidi itumikie. Na kama kijiji kimetulia kweli, basi inabidi tukitendee haki. Huyo ndio mzalendo kijana wangu. Sawa kabisa. Mzee, mbona wazo mmoja? Watu gani? Unaonaje mzee? Kama kweli Kirikou aliweza kusababisha sisi tuwe na amani, unaonaje tukiwa tunafanya baada ya miaka 3 basi tu tunasherehekea ukumbusho wake, tumpe hata moyo mtoto wake, tu tunashikana ukumbusho wake na sherehe baada ya miaka 3. Unaonaje mzee? Kijana wangu, kiukweli kusahihi. Unayasema ni kweli. Lao kwamba katika kijiji chetu wangepatikana watu wenye fikra kama za kwako,
Ilikuwa ni paradise. Majabu zangu. Yaani ndio maana nikiwa naona furahi sana. Maana nyinyi ndio kila kitu kwetu. Kwa nani lazima Wacha waseme mwanangu, kwa nini hautaki kubadilika? Kumbuka kuwa hasira haijengi na ukumbuke kuwa hasira hasara. Wacha waseme, punguza hasira. Hasira huwa haijengi. Kuwa mfano wa nyuki. Ni jinsi gani nyuki anaweza kutua salama mahali popote bila tatizo? Wacha. Nyuki anaweza kupunguza mwendo wake kabisa kabla ya kugusa mahali anapotaka kutua. Ila njia moja rahisi tu ingekuwa kupima kasi yake na umbali kutua pale anapokusudia kufika. Kisha apunguze kasi hiyo hatua kwa hatua kulingana na umbali uliobaki mwanangu. Sijui unamaanisha nini? Wacha waseme mwanangu, tunahitaji uwe mwanadamu kama wengine. Uwe kama nyuki kali yenye kuleta asali bora kwenye kijiji chake. Nimemaliza. Ndio mlioniitia. Ndio mwanangu. Sina, endelea tuimbia tu. Kweli, nishachoka bana. Nishachoka. Tina. Ayai, me. Ukisha kupenda shaka. Vituko vyake. Mshamtoa roho mzee. Unakutoa roho? Ashantoa roho hadi hivi sasa. Najiita Queen Madabo. Queen Madabo? Ndio. Tina, vitu gani sasa? Hizo Tina, amini? Malkia wa Madabo. Lakini Malkia wa Madabo, kuna jambo nataka nikuulize. Kama unavyosema wewe kuwa unampenda sana Sharo. Je, ulishawahi kuona naye hata siku moja? Hiyo sonondo mbaya sasa. Mbaya sasa. Lakini kwa mimi najiamini na najipa moyo. Siku za kukutana na kufurahisha na kijiji. Malkia. Bado tupigane. Wewe acha bwana. Malkia tupigane Madabo. Tina. Samahani Malkia wa Madabo. Nakwambia. Queen wa Madabo. Malkia tupigane Madabo. Unakosea bani. Acha sasa. Unataka kunakulia. Jum, amka tu. Unalala hadi sasa, una kazi ya kufanya. Sasa kazi pumbafu mkubwa. Uliona kiama jana, pumbafu mkubwa. Ni kweli niliona Bwana Makofera. Ila ilikuwa ni usiku sana, niliogopa kuja kukwambia. Nilijua kwamba asubuhi tu nitafaa kuja, lakini nilikuwa na kazi. Nasikia hata hivi nimechoka. Sasa tufanye nini sasa? Inabidi tuende kwa mwenyekiti tujue hali halisi ya kufanya. Ni kweli tunasukani. Ndio twende. Wow, Sharo, nimefurahi kuona wewe basi. Acha! Aka mwali wa mtoto mzuri. Nimeanza kudanganya. Danganya nini Sharo? Sina mtoto mzuri. Unaitwa nani vile? Mimi. Ninaitwa Tina. Tina. Au. Ninaitwa
naitwa Domera binti Bismi. Kwa ajili ya kusaidia kuwa malkia wa Dabo. Unapenda niwe nakuita Queen wa Madabo au malkia wa Madabo? Naam, yani nataka unite hivyo. Vizuri sana, malkia wa Madabo. Na mimi naitwa Charlotte Kijiji. Ndio kushika shika. Ah, unashika. Aka mwalimu. Malkia nipigie Dabo. Unafanyaje wewe? Sasa ndo Dabo anaangusha. Ndo Dabo sasa unapiga aje sasa? Yaani unapiga mkono kulia unapiga hivi. Hapa nimepatia. Hapo. Vizuri sana. Mkono kulia. Sasa malkia nipigie Dabo. Pap. Unaona hii? Unaona? Sasa mimi nitakufundisha jinsi gani ya kuimba sasa. Unajua kuimba? Nikisema kitu unasema nani? Unasema ejo. Hazo bajara honzo ririmba. Ejo! Bongo tina zovuga oh la la. Ejo! Hazo bajara ho shara zoririmba. Ejo! Bongo tina zovuga oh la la. Ejo! Unanikubalisha? Unajua kuimba wewe. Sasa nikwambie kitu. Leo nitakula wali. Nitakula wali sana mimi. Twende. Unasubiri nini? Twende wewe. Sharifu mwanangu, mbona usikii? Lakini mama Kila siku anakuambia samaki hukunjwa bado mbichi, kisha kauka huwa hakunjiki. Sharifu mwanangu. Ndio mama. Sharifu mwanangu. Nakusikia mama. Nakwambia hivi mwanangu, unashindwa kurudisha mbuzi ngali karibu. Utakuja kuirudisha mbuzi imeshakuwa mbali, hawezi tena kuirudisha mwanangu. Ndio maana nakuonya mwanangu Sharifu. Hayo mambo ya kitoto uachane nayo Sharifu. Lakini mama. Nini Sharifu? Ukiona mzazi anakukanya ujue kama anakupenda Sharifu mwanangu. Ila mwanangu Sharifu, ningekushawishi kitu kimoja. Kuwa mzalendo wa kijiji chako na nchi yako. Hiyo ndio sifa ya uzalendo mwanangu Sharifu. Usitegemei kama unatoka ukubwani unaenda utotoni. Bado unatokea utotoni unaenda ukubwani mwanangu Sharifu. Kingi